Niambie Rais wa Jamhuri ya Kenya Bwana Ruto na UDA na kiongozi ya walio wengi katika National Assembly Kimani Ichung'wah, waambie kwamba katika their failures waache kuweka Kalonzo ndani. Wao tunajua ile shida tuko nayo Kenya hii ni ufisadi, wizi na uporaji wa mali ya umma. Na Kimani Ichung'wah, wewe ulisema ulipewa milioni 5. Sasa ulipewa na Kalonzo hiyo milioni 5. Na wakati mlikuwa mnakula hiyo milioni 5 mlikuwa na Kalonzo. Mumeharibu matibabu katika taifa letu. Pesa iliyokuwa ya NHIF tunajua vile mmekuwa mkiimba mabilioni. Elimu mumeharibu. Mambo mengi Kenya ya leo haiendelei. Halafu unasema Kalonzo ni clueless. Kalonzo is not clueless. Kalonzo tunayemzungumzia leo ni Kalonzo ambaye tumeona akileta amani katika mataifa ambayo inazunguka taifa hili la Kenya. Kalonzo tunayemzungumzia ni Kalonzo tunajua ya kwamba yeye ndiye rais wa 6 kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu, na tunamwombea hayo yakuwe. Kwa hivyo Kimani Ichung'wah, wewe ukishindwa na mambo yako kule Kikuyu na vile unaona serikali yenu ya UDA inaenda kudidimia, kumuona vile nyinyi mumeharibu chama hata vyama vya upinzani katika taifa letu, na vile mnaendelea kuangamiza vyama vingi ikiwepo a section of ODM ambayo ni ya mwenda zake Raila Odinga. Nyinyi hiyo ndio legacy yenu, upolaji, wizi na kuharibu demokrasia katika taifa letu, na ambayo hiyo tunaomba kama Wakenya, Kalonzo na viongozi wale wengine wa alternative government wachukue serikali mwaka ujao, ndio waweze kuhakikisha ya kwamba nchi hii imerudi katika njia yake ya institutionalism and constitutionalism, ambayo ni opposite of what you are doing as a government currently under President William Ruto. Kwa hivyo enda hiyo device yako unaongea juu ya Kalonzo, pelekea in short, pelekea William Ruto huko muendelee na hiyo maneno yenu mnaendelea kufanya ya kuharibu nchi, lakini usinguze Kalonzo hata kidogo, kwa sababu huyo ndiye rais mtarajiwa.